Uhali gani mwana familia, I hope uko poa kabisa. Karibu tena kwa mara nyingine kwenye hii channel yetu upendo. Basi niweze kukujuza yaliyo mengi ambayo yanaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kusito, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu upendo, basi chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umekuwa mwana familia hai kabisa hii channel yetu upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikukuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment kwa maoni yako kwa kile ambacho nitakuwa nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana bwana. Nadhani wengi tunafahamu kama Hamisa Mobeto pamoja na Azizi Ki, wawili hawa basi walikuwa ni wanandoa, ingawa wameweza kutengana. Ndivyo ambavyo inasemekana hivyo, na chanzo cha yote kuweza kutengana tutaweza kuona hapo mbele, vile ambavyo huyu Azizi Ki ameweza kufunguka mazito sana ambayo alikuwa anakumbana nayo kwenye ndoa na bidada huyu Hamisa Mobeto. Bwana, wawili hawa waliweza kufunga ndoa rasmi kabisa, na walikuwa wanatambulika kama ni wanandoa rasmi kiserikali na kidini pia, kama huyu Azizi Ki ndiye mume halali kabisa huyu Hamisa Mobeto. Tunaweza kuona vile ambavyo wameweza kufunga harusi ya kifahari, ndoa ya kifahari, lakini pia huyu Azizi Ki aliweza kumtolea mahali kubwa sana mwanamke, takribani milioni 30 hivi, kitu ambacho sio cha kawaida, si kitu ambacho kiliweza kuwashangaza walio wengi sana. Mwanamke ambaye ni single mother, watoto wawili, lakini pia hata umri wake umeweza kusogea kidogo, lakini licha ya yote aliweza kutolewa mahali kubwa sana na kuweza kuheshimishwa na kuweza kutolewa kiasi cha milioni 30 hivi kama mahali, kitu ambacho kiliweza kuwafurahisha walio wengi, kwa sababu maamuzi kitu ambacho aliweza kufanya huyu Azizi Ki ni kitu ambacho wengi hawakutegemea au kutarajia, kwa sababu mwanamke ambaye ni single mother, kwa tamaduni nyingi za Kiafrika, mtu akishakuwa single mother value yake unakuta inashuka, estosha anakuwa na watoto wawili, hata umri wake umeweza kusogea. Lakini huyu Azizi Ki hayo yote hakuweza kujali, dhahiri kabisa alikuwa na mapenzi ya dhati juu ya huyu Hamisa Mobeto, ndio maana akaweza kumgaramia harusi ya kifahari, lakini pia mahali kubwa sana, takribani milioni 30 hivi. Imagine mwanamke ambaye ni single mother unamtolea mahali milioni 30, lakini sio single mother tu wa mtoto mmoja pengine, no, ni single mother wa watoto wawili, tena sio watoto wawili wadogo, no, ni wakubwa. Umri kidogo umeweza kufanyaje kwenda maana yake ni single mother ambaye kidogo umri wake ni mjimama tuseme. Lakini Azizi Ki hakujali hayo yote, alikuwa na mapenzi ya dhati juu ya mwanamke huyu, ndio maana akaweza kumtolea hiyo mahali milioni 30 na kuweza kumheshimisha na kumuoa kuwa kama mke. Sasa bwana, kama ambavyo siku zote wanasema bwana, kunguru huwa hafugiki. Kunguru, wakisema kunguru huwa hafugiki, wanakuwa hawamaanishi kwamba ni kunguru yule kama yule ndege, no, wanakuwa wanamaanisha kwenye maisha yetu ya kawaida. Wakisema kunguru hafugiki, wanakuwa wanamaanisha kwamba mtu akiwa na mienendo fulani hivi ya tabia, yule mtu kumbadilisha sio rahisi. Tabia ni kama ngozi, ndio tafsiri yake. Maana yake huyo mtu huwezi kumbadilisha hata kidogo. Ndicho kitu ambacho kimeweza kuonekana kwa huyo Hamisa Mobeto. Bwana ameweza kutudhihirishia kama ni mwanamke ambaye hafai. Azizi Ki ameweza kufunguka aliyo mazito sana magumu ambayo ameyaona kwa mwanamke huyu, ambayo hakuwahi kufikiria hata kichoni mwake hata siku moja kama mwanamke huyu ni wa design ile ambayo ameweza kufanyaje kumuona. Alikuwa anaamini kwamba pengine mwanamke ambaye ni single mother watoto wawili atakuwa anajitambua, imefika time hana mambo mengi, vitu kama, lakini mambo yamekuwa vice versa kabisa. Bwana aliuziwa mbuzi kwenye gunia. Bwana, mambo yamekuwa kinyume kabisa, mpaka ikapeleka hatua mpaka ile ndoa ikafanyaje kuweza kuvunjika. Ni mzito sana ambaye Azizi Ki ameweza kufunguka. Tutaweza kuona hapo mbele vile ambavyo Azizi Ki ameweza kufunguka mengi ya chini kabisa, ya sirini, ya uvunguni, ya chini ya kapeti, ambayo walio wengi walikuwa hawayafahamu. Kwa hiyo akaona hili swala mbona kama linataka linizidie hivi, ndio maana akaamua kuja kwenye mtandao wa kijamii na kuweza kuzungumza wazi kabisa kitu ambacho ameweza kukiona kwa mwanamke huyu. Sio vile ambavyo alikuwa anatarajia. Alikuwa anaamini kwamba pengine wawili hao wataweza kudumu mpaka mwisho, kiama wanasemaga, mpaka kiama, sijui mimi na wewe mpaka kiama. Alikuwa anaamini kwamba ipo siku yeye na Hamisa Mobeto basi wataweza kudumu, wataweza kuachana, lakini mambo yamekuwa kinyume kabisa. Alikuwa anaamini mwanamke ambaye ni single mother basi atakuwa anajitambua, ana uhitaji wa ndoa, anatamani mwanamume ili basi aweze kuheshimika. Lakini bwana, huyu Hamisa Mobeto ameweza kudhihirisha dhahiri kama ni mwanamke ambaye hafai, ni mwanamke ambaye ana mambo yake mengi sana ambayo hafai kabisa hata kufanyaje kuweza kuolewa kuwa kama mke, na pengine huenda ndio sababu ya yeye kuweza kuzalisha wote watoto wawili na kuweza kuachwa hapo, kwa sababu sura nzuri anayo, shape nzuri analo, ni mtafutaji. Sasa kwa nini alizalishwa na akaachwa? Ni dhahiri kabisa kuna vitu ambavyo havipo sawa juu ya huyu mwanamke, ndio maana wanaume wote wawili waliweza kumzalisha na kuweza kumwacha. Laita angekuwa ni mwanamke ambaye anafaa, basi hata mwanaume mmoja wapo
ambapo basi angeweza kutulia naye, lakini cha ajabu waliweza kumzalisha tu na kumwacha hapo hapo kama single mother, na baadaye huyu Aziz Ki akaweza kufanyaje, kumwoa. Alikuwa anaamini kwa pengine mwanamke ambaye anafaa, lakini kumbe mwanamke ambaye hafai kabisa. Kunguru huwa afugiki. Tabia ya mtu ni kama ngozi bwana. Tabia ambazo liweza kumfanya basi wanaume wote wa nyuma hao waweze kumzalisha na kumwacha, ndizo tabia ambazo ameweza kuzionyesha kwa wakati mwingine, kwa mara nyingine kwenye maisha ya Aziz Ki, kitu ambacho Aziz Ki kimemshindwa kabisa, na kaweza kufanya maamuzi mazito ya kuweza kumwacha huyu mwanamke, kumpatia talaka zote tatu ili basi kila mmoja aweze kuishi maisha yake. Bwana Aziz Ki ameweza kufunguka mazito sana, magumu, mengi ya sirini, mengi ambayo hakupaswa pengine kwa namna moja ama nyingine kuyazungumza. Angeacha tu angemwachia Mungu, lakini Aziz Ki amefika mbali kabisa. Ni dhahiri kabisa ameweza kukwazika na vile vitu ambavyo ameweza Bwana Aziz Ki ameweza kusema kwamba for the first time aliweza kumfumania mwanamke huyu, aliweza kuzifumania message kadhaa hivi za wanaume. Aliweza kuzifumania message za wanaume. Mwanamke huyu akaweza kumwomba radhi, mume wangu nimeweza kukosea, nimeteleza kidogo, lakini mimi na hawa wanaume hamna kinachoendelea na nini, vitu kama hivyo. Akajitetea Aziz Ki akasema so kesi basi, kama umeweza kujitetea, umeweza kukiri kosa lako, sina budi ya kuweza kukupatia msamaha. Lakini basi baadaye Aziz Ki aweza kusema kwamba aliweza kumfumania akiwa na mwanaume. Achana hizo message. Alijua mimi pengine baada hizo message pengine ataweza kurekebika na nini, lakini mambo yamekuwa vice versa. Baada ya wakati fulani, baada ya kuweza kukutana, aliweza kumfumania akiwa na mwanaume kabisa chumbani, kitu ambacho Aziz Ki kiliweza kumfanya achukue maamuzi mazito sana, kuweza kumwandikia taraka zote tatu mwanamke huyu, kila mmoja aweze kuchukua 50 zake aweze kufanya maisha yake mengine. Lakini Aziz Ki ameweza kufika mbali zaidi na kusema kwamba kinachomuumiza mzazi mwenzie huyu Diamond Platnumz, nadhani nafahamu kama Diamond Platnumz pamoja na huyu Hamisa Mobeto, wawili hawa wana mtoto wa pamoja ambaye anakwenda kwa jina la Nilan I think. Sasa Aziz Ki ameweza kusema kwamba kilichomuumiza kingine pia, huyu baba wa mtoto, huyu mzazi mwenzie, baada ya kuweza kuwasiliana masuala ya mtoto, wanafika mbali sana kwenye mahusiano, mapenzi, kukutana kimwili, vitu kama hivyo, kitu ambacho ameweza kudhihirisha dhani ni mwanamke ambaye hafai, basi ataweza kumsababishia madhara mengi. Kwa hiyo inabidi ajiengue mapema, ndio maana akaweza kufanyaje, kuachana naye. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Ukisikia ndoano basi jua fika ndoa ina mapito mengi sana ambayo inabidi uyapitie. Ukiwa na moyo mwepesi basi huwezi kufanyaje, kuvuka hicho kitu. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Na maoni gani jua hilo? Wacha comment hapo. Make sure drop comment yako ili basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Lakini nikukumbusha tu kwa mara nyingine, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu Upendo, na subscribe chini ya video hii panda kule, hapo kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hapo kisha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeweza kujihakikishia kwa mwanafamilia hai kabisa hii channel yetu Upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikukuweka kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment kwa maoni yako kwa hicho ambacho nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nikutakia wakati mwema, tukutane next time na kwa heri. Bye bye.